sasa hivi hajaamka huyu. Sijui anasubiri nini. Wewe mume wangu wewe. Hebu nyaja. Wewe nakuamsha wewe. Wewe sasa kuna zogo na mtu hada. Hebu unataka nini? Nakuuliza wewe, chai tunakunywa nini? Wewe watoto tusikisha zinaanza skuli. Sasa tukunywa hata maji kwani pana shida gani hapa? Na watoto wakirudi skuli mtegemea wale nini? Na watakunywa maji. Kwani pana nini? Samaki umekaa baharini miaka na miaka na siwezi hata mmoja kuzurika kwa sababu ya kunywa maji. Mimi nazo watoto wangu wasaidie skuli hapa tusaidie kazi. Wewe ndio kuna hapa bichwa. Wezetu wanakaa na watoto wao wanasaidia haendi skuli, wanasaidia kazi za nyumbani. Wala sisi kelele kama zako. Mashaka haya. Kwa hiyo mume wangu mzee Doke. Kwa hiyo upo tayari sasa watoto wasiende skuli, watusaidie kazi za nyumbani. Hivi akili yako ipo sawa sawa lakini? Na sasa mshaka kumtoa akili sasa hivi. Mshaka kumtoa akili na kuuliza. Sawa. Mimi nauka hapo kutaka nile bumbu lako. Naweza kukula mkahawani. Sasa wewe na hao wanao mtakula hizo akili zenu. Nyang'awe. Wewe mzee Doke. Subhanallah, nishakuwa sina mume tena. Wanafunzi wangu, nadhani nyote kazi mshaimaliza, lakini sijaliona hata buku moja ofisini. Ni makaa na yasubiri mabuku, sijaliona hata moja. Na tizama nini? Tizama ale midicho yao kama paka nyolo. Kwanza msiniharibie mudi. Sawa? Jana tulianza na kuzichambua tanzu za fasihi andishi. Hivi leo hivi tutaanza kuzichambua tanzu za fasihi simulizi. Kwanza nataka mmoja wenu anaambie tuanze na tanzu gani? Leo mapata wanafunzi wengi vyo. Muna? Tuanze na ngano mwalimu. Kama alivyosema Muna, leo tutaanza na ngano. Haya. Leo tunasoma ngano. Hivi kuna mwanafunzi atajaribu ngalau hii ngano ni nini? Lakini mwalimu, ndio mwanafunzi. Lelu linamuuma sana basi itabidi cha kufanya hapa utoke umpeleke kwa Bi Joha. Karibu, pita. Munawar, warudi darasani kaendelee na masomo. Ache Lelu. Sawa mwalimu. Sasa Lelu, weka hapa ujisikilizie. Ukiona hali imekuzidi, naomba uniambie nikupeleke katika vyoo vyetu sasa dakika tulivyokupenda. Sawa? Sawa mwalimu. Lakini tunapata tabu, tunahangaika. Kani vivyo vitu vinamaliza lini kutengenezwa? Havina muda sana, maana hata sisi walimu pia tunajua umuhimu wa vyoo. Kwa hiyo tunaomba mtustahimilie kidogo. Sawa mwalimu, nimekuelewa. Sasa Lelu, sasa nishawahi kukuelezeni juu ya hiyo hali yenu. Naomba ukiona tu dalili unifuateni ili nikupe ushauri uliokuwa sahihi, sio kubakia darasani mpaka hali kuwa mbaya. Sawa? Sawa mwalimu, asante. Sasa wanangu tunafanyeje? Maana nitaka kuwachemshia ndizi lakini kuni mbichi haziwaki.
Nimepuliza moto mpaka kichwa kinaniuma na macho yananiuma. Sijui hata tunafanyaje. Na wewe mama, kila siku mjumba huvyo hauna vitu. Maana hapo ndiko sasa tunarudi skuli hata hatujala. Halafu la mama tumbo ilikuwa linaniuma kweli. Sina vya hata kula. Sasa hivi angalau unaweza kula mpate kile kikombe cha uji, lakini si mjumba huu kutokana na cha yako hapo. Pole mwanangu, basi kakoroge wewe uje, halafu baadaye ndo tutachemsha hizo ndizi. Maana nishazimenya. Maana mama, kwa nini hamjasikia kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi? Kukata miti yote inaharibu mazingira, joto linazidi duniani, maana tunazidi fukutika. Na mvua pia hazinyeshi. Lakini huyo mama mwambie baba. Wanangu, tusipopikia kuni tukapiki na nini? Kwa vile kila siku wanapikia gesi. Ndio hivyo. Wanangu, hali yetu kama hivi mnavyoiona. Tusipopikia kuni tukapikie nini? Gesi. Kwani si hatuna uwezo wa kununua gesi? Basi kamwambieni wewe baba yenu akija. Baba, mbona hakuna tupia sehemu mpira mambia wewe? Wataka sisi tuje tupigwe. Bora angalau mwambie katika naweza akabadilika wewe mkeo kata kusikia, lakini si kata tupiga. Ndio hivyo. Basi aka Kesi mama kwa heri. asa wewe baba yenu mtamuogopa mpaka lini? Kafungue mlango. Kafungue. Nenda wewe. Kafungue. Nenda. Shikamani, nusikini kabunga mda wote hao. Kwa ni wachoni. Tizame go pita kata chooni. Haya vipi? Kwangu. Kwa sababu ukoje kwani kwa sakana ndele chochote njana niuma kweli nakwambia. Usinichekeshe. Kumbe ndo unavyokuwa na njaa hivyo, unavyokuwa mpole. Basi zile akili zetu ulizotuambia tule zile ndo tulizokula. Na usahau. Kwa kama punda. Tizama vile mjuso wake kama kula supu. Kaa wako. Walelu. Lelu. Salamu ya nini? Sura kata kule anakuja, usifuate mama yako huyu. Mbona ndio jikoni kwa sakanti za mechi kula huko kwa sajana ni umwambie. Baba huko hakuna chochote, kuna masufuria. Nenda! Wewe kutoka mbandani kama punda bila kuleta nyagusha utoki wewe. Hivyo alivyokuambia Lelu hujamsikia au? Labda enda ukale ndizi mbichi huko. Sawa. Haya. Sasa sikilizeni nasema hivi, hilo lishaisha nasema hivi. Leo nataka nyote mje hapa. Nataka kusoma sheria mpya ya humu ndani. Keshaanza. Sawa kwa hapa. Ndio ite? Kesi kwa wewe kesi. Naam. Si hapa baba tusha. Sasa sikilizeni nasema hivi, wanangu kama kusoma mshasoma sana. Alhamdulillah ngono mmoja wa kusoma na kuandika. Mambo haya mambo. Wewe na sunya maze. Suna kamzi mdudu. Sasa nasema hivi, Lelu utakaa hapa, utapika vitumbua, kesi utaenda kuviuza sokoni. Basi nakwambia hivi. Huko. Basi nakwambia hivi. Hakuna anokweza uza vitumbua. Hakuna anokweza sijini vitambua, sijini ndo vidude gani. Watu wote waenda skuli. Wewe unaona kama wewe unafurahia haya maisha tunaoishi. Wewe unaona watoto wanarudi skuli hapa japikwa. Mimi nina kazi zangu huko hapa na kilo hapa. Wewe una maarifa yote. Mimi ndio rais wa hii nyumba. Nishasema wataenda kuuza vitumbua hawa. Lakini nini naye? Macho kasi sijui mdewe gani? Na kwa taarifa yako sasa nasema hivi, kwa taarifa yako na wewe. We kaja mchumba hapa, kesho kutwa unaolewa. Baba mimi sitaki kuolewa. Utakola umezaliwa umejizawe. Labda basi nisiwe mzedoke mimi kama hata kuja na pesa niliorizia kutaolewa. Basi nakwambia hivi, kushanifanyia vituko vingi tu na kutizama tu. Basi nakwambia hivi, kwa hili tutafikishana mahakamani. Mwanangu haolewi. Tena nakwambia hivi, tena tuenze tu keshaanza kunipanda kichwa. Tena sema kuongea nyinyi mnaondoke. Rudini hapa nyinyi. Nyie rudini nyie. Na msirudisheni hapa na kama panga hapo njiani. Hizo virukuu, vyote vifupi. Na msirudi hapa. Wala sinipiga. Na msirudi hapa. Unauari mwanangu, unaendeleaje katika masomo yako? Masomo yanaendelea vizuri baba. Na wewe Maulidi, katika masomo yako?
unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri baba. Mara ile nilitokea wa kwanza na mara hii nitajitahidi baba kutokea wa kwanza. Nzuri mwanangu. Baba, na kuahidi nitafanya vizuri ili nimpite mdogo wangu. Vizuri, nawaahidini na mimi. Si mmeniahidi na nyinyi nawaahidini. Mkifanya vizuri mara hii na kupeni zawadi msiyoitarajia. Kweli baba? Ndio. Biasmin. Abe mume wangu. Biasmin, unaendeleaje na kuwaelekeza watoto katika masomo yao? Maana mimi siwezi nikapata muda wa kuja, unanijua natoka usiku, mara nitoke asubuhi, jioni. Unachukua jitihada gani katika watoto katika masomo yao? Kuelekeza na waelekeza vizuri. Pia hata kutoka shule huwa nakagua buku yao na nawafundisha tu shule. Maulid, nasikia hodi uko, kafungue mlango mtizame nani anagonga. Habari za sasa? Salama. Asalamu alaykum. Shemeji huyo. Shemeji mzee Doko ya jambo. Hajambo, iko na mijijambo yako yanatuhangaisha kichwa sasa hivi. Sijui hata nifanyeje. Haya shemeji, kuna nini huko tena? Sijui hata nianze wapi. Lelu mwambile. Mwambile tu. Baba Amaja alipokuja kawataka chakula, hicho chakula yenyewe hajachacha. Ama tutoa vyumbani ama tuika ukumbini, kanataka atoe sheria mpya. Mimi hunikera kweli ule mbaba, mimi siupendi. Alafu amajidai ati dada apike vitumbua, mie mwenye ndoto zangu za kuwa jeshi niende pwani nikakuzilewa sungu. Lonsikitisha zaidi sasa hivi linaloniumiza kichwa. Ama kutana na mijiduchi wenziwe huko anataka wamuozeshe mwanangu. Sijui hata nifanyeje. Msifikie huko. Huyo bado mtoto mdogo anatakiwa kusoma. Hapo shemeji, la kufanya twendeni kwa sheha. Watu tukishafika kwa sheha ndo anatushauri, atatuambia kama hili swala linafikia wapi, au unasemaje Biasmin? Ni sawa sawa. Maana kule kuna dawati la jinsia na pia kuna mtaalamu wa wanawake na watoto. Anaweza akawasaidia, maana huyu ni unyanyasaji. Mie nilitaka kumpeleka huko polisi, huko likafungiliwe mbali. Mekeshaanza kunikera. Hapana shemeji, usikie huko. Kwanza twendeni kwa sheha. Sheha ndo atajua vya kutuambia. Ukishaenda kumlalamikia sheha, sheha ndo atajua kama itafika ngazi za juu au za chini. Kwa twendeni kwa sheha, watoto wapate kwenda shule, wasome. Utamaliza. Haya, asanteni kwa ushauri. Haya, twenzetuni. Ndawa. Umwijua mumeo, sie hatuendi. Ama tuambia tukarudi kule kanda tuvuruga. Mie sendi najipenda. Kaka, kunda. Mie sendi. Haya, tunafanyaje? Kabla hamjenda huko, itabidi hilo swala kwanza liende tukafuatiliwe kwa sheha. Na wewe mzee Doke, mnanijua mimi, mzee Doke nitamfuata mimi, yule namjua sasa. Nitamfuata, nitamuelekeza, tutaondoka sote, tutaenda kwa sheha kwenda kuyajenga hayo. Kwanza msirudi kule, nendezeni kwa kaka yenu. Mzee Doke si mtu mzuri. Atakuja ni kuwaumiza. Haya, asanteni. Likitokea la zaidi tutakuwasiliana naye. Haya, kwaherini. Karibu sheha. Namsalimie kaka. Haya, asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kama shehia wa kijiji chetu nimepokea malalamiko kutoka kwa Bi Mrasha juu ya swala zima la kumlalamikia mumewe. Yaani mume wake anamfanyia vitimbi kwenye maisha yao ya ndoa, lakini vile vile sipo peke yangu, nipo na wenzangu waratibu ambao tutalizungumzia hili swala vizuri na tutalijadili ili tupate mwafaka ya hili tatizo, pasiwe na mvutano tena kwenye maisha yao. Ningeomba kumkaribisha mratibu aendelee. Asante sana sheha kwa kunipa nafasi hii na kunialika katika kikao hichi. Mzee Doke, Bi Mshari, Bi Mrashi, nyinyi ni kama familia kwa sasa hivi. Serikali inakataza sana juu ya uzalilishaji, unyanyasaji na ajira za utotoni, hasa kwa wewe Mzee Doke, kwa kuwakosesha haki zao za msingi kama elimu, kwa kuwaozesha ndoa za mapema.
Mzee Doke, nafikiri umeshaelewa alilozungumza mwenzangu pale kuhusu kuwaruhusu watoto kwenda skuli na kuacha huko mitaani kufanya biashara. Itabidi watoto uache wende skuli kwa sababu watoto wa sasa ni taifa letu la baadaye. Uache watoto wende zao skuli wakajipatie elimu. Kwanza lazima kuomba samahani kwa mke wangu kwa yote ndio kufanyia. Na kusema kweli nimeelewa na mmenifunza kuhusu elimu. Kwa sababu nilikuwa mkaidi sana. Nilikuwa sitaki watoto wangu waende skuli. Na kwa wale jamii wenzangu na kuseni tukua tusiache watoto wetu wakae mtaani wasiende skuli. Kwa sababu akikaa mtaani kuna vikundi viovu kule nje kama kuvuta bangi, wakaa kule kwa wanafuata vile vikundi viovu na kwenda kuuza biashara. Kwa hiyo tuwaruhusu watoto wetu waende skuli, kwanza anajikomboa na ujinga na pia anapata elimu ya juu. Kama tunapata hizi pesa tutazipata kwa sababu ya watoto wetu. Kwa hiyo tuache watoto wetu waende skuli tusiache kaa mtaani. Asante.